Yes, karibu katika sehemu ya 5. Leo tutakuja kuzungumzia file menu. Tutakuwa tunazungumzia file menu katika upande wa create new, open, save na kadhalika. Vitu vyote vinavyopatikana katika menu ya file, yani hapa tutakuja kuzungumzia leo, na pia kwa mara ya kwanza kabisa tutaweza kutengeneza chochote kitu na kukisave. Kwa hiyo karibu tena tuanze safari yetu. Bila kupoteza muda, nitafuta kwanza hizi zote ambazo tumeziweka, au nitatengeneza faili mpya kwanza. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa uvijue kwamba unaweza kuvifanya kupitia file ni kuja kutengeneza new document. Hizi zote mbili za kwanza, hii new document na open, tuliziona kwenye shortcut kwenye home screen kwamba zipo, lakini pia zinapatikana hata kwenye menu hii ya file. Kwa hiyo badala ya kurudi kwenye home screen na ku click kwenye create new, njia nyingine unaweza kuitumia ni kubonyeza hapa kwenye file, kusema new. Ukishamaliza kusema new, itakufungulia ile dialog ya kutengeneza new document. Yes, kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo mimi nitapiga create ili tuweze kuendelea. Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho unaweza kufanya pale kwenye hiyo file. Ngoja nikachague size ambayo inaweza kutufaa kwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo nitachagua, nitakuja kwenye print hapa, nitachagua A4, lakini nina prefer iwe landscape ili tuweze kuona vizuri. Nitaandika neno, nitagonga kwenye create, then nitakuja kwenye menu nyingine ya command nyingine inayopatikana kwenye menu ya file. Bonyeza file na open. Open ndo kama ile tuliyoiona. Bonyeza hii open, inakupeleka kwenye directory ya file zako ili uweze kutafuta nini unachotaka kufungua na kuleta ndani ya Photoshop. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye menu ya file. Kingine kuna browse in Bridge. Hii ni kama una account kule kwenye Adobe, kwenye program ya Adobe inaitwa Bridge, lakini hii huwa hatuifundishi. It is insignificant katika masuala ya graphics. Kwa hiyo for now nitakufundisha sehemu kuu ambazo zinatuwezesha kuanza kufanya kazi. Nitakufundisha hii new, nitakufundisha open, tutaruka, nitakufundisha open as a smart object, nitakufundisha open recent. Of course hapa kwenye open recent, hizi recent zitakazokuwa zinaonekana hapa ni recent files ambazo umetoka kuzifanyia kazi muda sio mrefu, na mara nyingi hizi ni zile ambazo zinapatikana kwenye home screen pale, ndio utakazoziona hapa. Kwa hiyo shortcut nyingine kwa kuziona recent files bila kuenda kwenye home screen ni kwa kusema open recent. Kwa hapo unaweza kukuta msururu mkubwa sana wa faili ambazo umezifanyia kazi, sio nyingi. Kwa hiyo nitakufundisha close all, close others, save as na vingine vyote vinavyokuwezesha kuanza kufanya kazi, kwa sababu hii ni skill ambayo inakufanya uhitaji kufanya zaidi kuliko kuwa katika mfumo wa theory. Kwa hiyo for now new tumeshaona inafanya nini, open tumeshaona inafanya nini. Tutakuja kwenye close. Open recent nishakuelekeza inafanya nini. Tutakapoanza ku create, ku design, tutakapofika mbele ya safari tukaanza kujishughulisha na smart objects, kwa sababu hilo ni somo la mbele kabisa. Nitakuja kufundisha jinsi ya ku-open kama smart object, kwa sababu tayari utakuwa unajua smart object ni kitu cha namna gani. Kwa hiyo tufuatane tu vizuri hapa. Kwa hiyo kwenye close hapa, ukibonyeza close maana yake unafunga window ambayo ipo active, na hapa vile na file nikasema close, unafunga window ambayo iko active. Kwa hiyo ni shortcut ambayo ni badala ya kuja kwenye haka kaalama ka mkasi hapa ndani ya document. Kwa hiyo unafunga document ambayo inakuwa iko active. Kwa hiyo nitatengeneza new tena ili nirudishe
nirudishe karatasi yetu tuendelee kufanya mazoezi. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, na unajuaje document iko active ni kama ifuatavyo. Document ambayo iko active inakuwa iko more white, inakuwa iko white zaidi katika maandishi, imekolea kuliko zingine zote. Unaweza ukafungua multiple documents kama unavyoona, kuna document hii hapa tunajifunzia, lakini kuna cover hapa, nilikuwa natengeneza cover kwa ajili ya session hizi, lakini pia kuna hii empty document ambayo tumefungua sasa hivi. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unaweza kufanya. Kwa hiyo ukisema close, ina close current document. Lakini ngoja nifungue nyingine hapa ili niweze kuelezea vizuri kuhusu hizo zingine zinazofuata. Kwa hiyo tukija kwenye file tukasema close all, hii close all inafunga faili zote ambazo ziko open. Ukibonyeza close all inafunga faili zote ambazo ziko actively open. Na kama kuna faili ulikuja isave, itakuuliza kama unataka kuisave hii, lakini in my case hii sioni haja ya kuisave, kwa nitapiga no. So tunakuwa tumeclose kila kitu hapa ndani, tunabaki hatuna document yoyote. Unaona hapa ndani hatuna document yoyote, wameturudisha kabisa kwenye home screen kwa sababu hatuna document pale ndani. Pale ni kwenye close all. Kwa hiyo turudi tufungue document tena ili tuweze kupractice hizi close za aina zote. Before landscape create, file new, print, A4, landscape create, file new, A4, landscape create. Kwa hivyo nimefungua blank documents 3. Kwa hiyo ukija kwenye file ukasema close all, ndo kama hivyo inafunga zote, ila ukisema close others maana yake ni kwamba inafunga zingine zote isipokuwa hii ambayo upo sasa hivi hapa. Yaani kwamba unabakisha hii document tu ambayo iko active, ila hizi ambazo haziko active zinafungwa. Unielewa? Kwa mfano hii ni untitled 1, untitled 2, untitled 3. Labda niseme ngoja nije kwenye untitled 3 niseme close others, afu uone zitakazofungwa ni zipi. Kwa ukisema close others, umeona untitled 3 imebakia, lakini untitled 1 and 2 zote zimefungwa. Maana yake ndo hiyo, yaani 1 and 2 zote zinafungwa, inabaki number 3 ile ambayo ndo ilikuwa actively working on. Kwa hiyo ni hivyo. Kitu kingine kwenye file hapa tutaruka close and go to bridge. Hii ndo kitu ambacho nilikwambia. Hii tunaiacha kwanza bridge kwa sababu we are not working with bridge. Kwa hiyo tunaiacha hiyo. Kuna save. Kumbuka hivi vipengele vile ninavyofundisha ni vipengele muhimu sana ambavyo vinakuwezesha wewe kuanza kufanya kazi. Kuna save, afu kuna save as. Sasa hii save hapa ukiangalia iko faint, haiwezi kufanya kazi kwa sababu hapa kwenye document hatujaweka kitu chochote. Yaani karatasi bado ni nyeupe. Hauwezi ukasave kitu ambacho ni empty, right? You cannot save an empty document. So katika Photoshop lazima uweke mabadiliko au uweke element yoyote hapa ndio utaweza kuisave. Itaonekana kama kuna kazi kweli umefanya. Kwa mfano, ngoja nirudi hapa ili tuweze kuactivate hii save ikubali kufanya kazi. Kwa hiyo nitarudi hapa kwenye document yangu, nitachagua kuna tool moja hapa inaitwa rectangle. Inaitwa rectangle tool. Hii inatuwezesha kuchora maumbo ya pembe 4. Kwa hiyo nitaibonyeza kwanza hii rectangle, afu nitakuja kuchora umbo la pembe 4 hapa. Halina rangi, kwa hiyo nitabadilishia rangi hapa kwenye fill. Sasa hivi ina rangi nyeupe. Kwa hiyo nitaanza hapa kwenye fill, nitachagua rangi yoyote hapa. Yes, let's say kwamba nataka hivyo. Nitakuja kueleza baadaye jinsi nilivyofanya hapa tutakapoanza kujifunza jinsi ya kutumia element. Na of course katika session hii tunaanza kutumia element. Kwa hiyo
ukija kwenye file utakuja sasa, utaona save ishakuwa active. Save ishakuwa active. Hapa unaweza ukasave kazi yako kwenye folder zako. Una folder lolote unalochagua wewe, lakini pia unaweza ukaipa jina hii faili yako kwamba unataka iitwe vipi, lakini pia unaweza ukaamua iwe document ya aina gani. Kwa mfano ukibonyeza save inakufungulia folder system ya kompyuta yako ili uchague una save wapi. Kwa hiyo mimi nitasema na save kwenye desktop. Click kwenye desktop, alafu nitasema na save hapa. Lakini kingine hapo utaona kuna sehemu ya file name kwamba hii document unaihitaji. Ukibonyeza hapa ndani una highlight au maandishi, unaweza ukachagua kwamba ukasema naita first project Photoshop. Yes. How do we say? First Photoshop project. Yes. Lakini hapo ni kwenye jina, lakini hakikisha hapo kwenye kurename, hapo kwenye kuassign jina, hakikisha una assign jina ambalo utalikumbuka. Hakikisha una assign jina ambalo directly lina relate na ile project unayoifanyia kazi, kwa sababu hii ni original file ambayo unaisave sasa hivi. Next time you might want to open that document. Sasa kama ulisave kwa jina la utani au kwa jina ambalo, kwa sababu watu ni wavivu sana kwenye kusave, unaweza ukasave kwenye kusave mtu akabonyeza tu namba 1 2 3 akasave document namna hiyo. Don't do like that. Save kwa jina ambalo utalikumbuka, kwa sababu mteja au wewe mwenyewe unaweza kuhitaji kutumia hii faili baada ya miaka 5 ijayo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua umesave kwa jina gani. Kwa hiyo kwenye jina tumeshamaliza, unakuja kwenye save as type, unachagua. Sasa hapa kuna aina kadhaa za file ambazo Photoshop inaweza ikasave. Unaweza ukasave, ila nakushauri kwa mara ya kwanza kabisa unapo save save file katika Photoshop PSD, PPD, PSDT kama ilivyo tu hapa save kama PSD format. Hizi ni format ambazo zinaruhusu Photoshop kuweza kufungua hizi faili baadaye na kuweza kuedit kwa uhuru. Nitakutolea mfano, ni kama Microsoft Word, ambavyo ukitumia Microsoft Word unaweza baadaye ukaweza kuedit Microsoft Word file kwenye kompyuta ambayo ina Microsoft Word yoyote ile, unaweza kuedit. Lakini kama ulikuwa ile file au kusave Word file, ulisave PDF file directly, alafu Word file ukawa hujaisave, maana yake ile file tena uweze ukaja ukaiedit kwa kutumia Microsoft Word, kwa sababu Microsoft Word haiwezi kuedit PDF file. So the same thing goes here. Photoshop file ndo native file ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo Adobe Photoshop ina uwezo wa kuedit PSD, PPD, PDD, PSDT file. Kwa hiyo hapa iache originally kama ilivyo unapo save project kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo nakushauri tu kwamba iache hapo. Kwa hiyo mimi nitasema save, afu itakuletea kwa swali, afu wewe piga tu okay. Kwa hiyo hapa inakuwa tayari file umeisave. Na unajuaje kama umeisave? Ukija kwenye neno file unakuta save iko faint, kwa maana ya kwamba hapa inakuaminisha kwamba umesha save, cha kwanza. Lakini cha pili, angalia hapa juu kuna first tayari hii tab hapa juu inaonyesha kwamba kuna jina la hii document, First Photoshop Project.psd. Nakwambia kabisa umesave kwa format ya PSD. PSD ni kifupi cha Photoshop document. Kwa hiyo ndo inaofanya kazi. Kwa hiyo hii hapo kwenye save sasa hivi unavyoona iko faint, kwa sababu faili hii iko up to date na iko tayari saved. Itakuwa active tena pale utakapoongeza kitu cha ziada, ndo itakapokuomba kusave kwa update. And this time haitohitaji wewe kwenda kuchagua folder gani au jina gani au aina gani unataka kusave. Ita update ile faili ambalo lipo. Kwa mfano, ngoja nichole kitu kingine hapa, rectangle nyingine hapa, niipe rangi hii.
Yes. Sasa nikija kwenye file, sasa hivi utaona save ipo active, but this time ukibonyeza neno save ina save, maana yake ina update faili ambayo tayari ipo. Ina maana ile faili ya kwanza utaenda kuifungua sasa hivi, kama mwanzo ilikuwa na rectangle moja, sasa hivi ina rectangle mbili. So inabidi ujue kwamba save hii inafanya kazi namna hiyo. Ukibonyeza save mara ya kwanza inakuambia uipe jina faili, lakini pia uchague unaweka location gani, lakini pia uchague kwamba una save kwa format gani. Lakini ukipiga save mara ya pili inaenda kuupdate lile faili kule kule lilipo na jina lile lile lilivyo pamoja na format ile ile bila kuhitaji wewe kuanza kuchagua upya. Sasa tunaenda kwenye menu nyingine, command nyingine inayopatikana kwenye menu ya file. Kwenye file ukibonyeza file ukija kwenye save as. Sasa hii save as ni kama tayari umesha save, but this time unataka kusave kwa jina tofauti, location tofauti na format tofauti. Kwa mfano, ukishabonyeza save as, kile ambacho ulikuwa ukioni kwenye save sasa hivi sasa unakiona. Kwa hiyo ukisema save as ina-assume kwamba tuna save kwa mara ya kwanza. Kwa this time kama mara ya kwanza ulikuwa umesha save kama Photoshop project, sasa kama Photoshop document PSD, this time unaweza ukabadilisha format. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha location, ukabadilisha jina, lakini pia unaweza ukabadilisha format. Kwa hiyo hapa mimi nasema this time ngoja ni save kama PDF, Photoshop PDF document, ngoja ni save kama PDF. This time nachagua ku save kama PDF. Kwa hiyo hapo ukimaliza unabonyeza tu save. Maliza unabonyeza save. Kwa hiyo unaiacha kwanza hapa ina save. And then na step zingine zitaendelea. Vumilia kidogo hapa kwa sababu nina record screen. Kumbuka ukiwa na record screen inakuwa kidogo inachukua time, sababu hii program ya kurekodi nayo inachukua sehemu fulani hivi ya memory. So just be patient with me and we'll be back. Yes, kuna kaswali inauliza hapa. We just give it okay. Nitakuelezea kana maana gani baadaye. You see, hapa acha kama ilivyo, bonyeza tu save. Preserve ipe yes, and then itaanza kusave hapa, inakuonyesha kabisa saving percent ambayo imesha save, inakuonyesha hapo. Na hapa chini kwenye status pia inakuonyesha saving na imesave kwa asilimia ngapi mpaka sasa. Ikifika 100 inakuwa imemaliza. Kwa hiyo ni jinsi ya kujua pia kuwa faili yako bado iko ina save. Yes. Ikimaliza kusave inabaki hivyo. Sasa pia itakuonyesha kabisa kwamba hapa this time first Photoshop project.pdf. Kwa maana yake lazima ujue kwamba document yako ambayo iko active hapa imekuwa saved kwa format ya PDF. Bila shaka tuko sawa. Kwa hapa sasa hivi tukienda kwenye niliko save utakuta tuna PDF, tuna document mbili. Tuna first Photoshop PDF, moja ni Photoshop document, lakini nyingine moja ni PDF na nyingine ni Photoshop document. Hizi hapa. Hii PDF file, lakini hii nyingine hapa ni Photoshop document. Kwa hiyo unakuwa na format zote mbili. Baadaye ukitaka kuja kufungua hii inafunguka vizuri kabisa kwa Photoshop. Kwa hiyo nitaka tu ulione hilo. Basi ni hivyo. Tukitoka hapa kwenye file, sehemu nyingine ambayo nataka uijue kwa undani zaidi ni kwenye ku-export. Hapa kwenye ku-export ni kupeleka au kusave kwa aina nyingine, but this time hapa kuna option nyingi kuliko pale kwenye save na kwenye save as. Hapa ndo unapata uwezo wa kusave kama picha.
unaweza kusave kama picha, lakini na format zingine nyingi zinazopatikana katika ulimwengu wa graphics. Kwa mfano, ukitaka kuexport, ukisema quick export as PNG, ukiexport hivi tayari kuna settings za PNG ambazo zishawekwa. Hii nayo pia PNG inasimama for portable network graphic. Kwa hiyo hizi ni aina fulani za faili, ni image ambayo inafaa kwa kushare online. Kama unataka kuposti online ili iweze kuwa na ubora kabisa bila kupoteza quality yoyote, PNG inakuwa ni faili bora kuliko faili zingine nyingi tu katika upande wa post online, in terms of kuonekana vizuri, lakini pia inakuwa ni faili ambayo sio nzito, yani haina in terms of MBs inakuwa faili size yake sio nzito. Kwa hiyo ukisema export as, kuna quick export as PNG, hii wameiweka kama shortcut kwamba haina settings nyingi washakufanyia. Kwa hiyo ukibonyeza tu hapa, kwao nikukwambia wanakuletea dialog kwamba uende ukachagua unaisave wapi na jina gani, basi unakuwa umemaliza. Lakini ukija kwenye export as, sasa yenyewe hii hapa ndo kwenye big deal. Bonyeza export as and then utaisubiria ita load, na ina load preview hapa. Hii ni dialog ya kuexport, kwa subiria ina load. So wakati ina load, elewa kitu kimoja. Upande huu ni kuchagua format, kwamba una export katika format gani. Hiyo document yako unayo export, una export katika format gani? Kwa mara ya kwanza tuliangalia PNG, ni portable network graphics, ni aina ya faili hilo, lakini format zingine hapa kwenye export as, ukisema export as, ukiangalia hapa upande huu kuna formats mbalimbali. Huku inakuonyesha document ambayo unataka kuexport na jina lake, lakini pia na vipimo vyake na size yake katika upande wa storage. Lakini hapa unaweza ukachagua format. Ukibonyeza hapo kwenye hii menu zinakuja format mbalimbali. Kuna PNG, kuna JPEG, kuna GIF na option zipo 3 katika upande wa image. Kwa hiyo ni kitu kama hicho, unaweza ukachagua JPEG. Hii ni aina tu ya picha tu ya kawaida, a common picture, na zenyewe ni aina za picha ambazo pia zinafanya vizuri sana katika upande wa posti za kawaida na matumizi mbalimbali ya digital display. Kwa hiyo unaweza ukachagua hapa chini quality, kwamba unataka iwe na ubora gani. Unaweza ukachagua very poor, fair, good, very good, excellent, great. Kwa hiyo inategemea pia una export kwa matumizi yapi. Kama unataka kuexport kwa ajili ya mtu tu kupreview kwamba sio final artwork, unaweza ukaweka kwenye fair. Kwenye fair mtu ataweza kuona kwamba faili ni nzuri, lakini it's not a final artwork. Lakini mwishoni unaweza ukaisave kama great. Great ndio faili itaenda kuwa na ubora mkubwa zaidi. Kwa hiyo hapo ni kwenye export. Mengineyo haya tutaelezana mbele ya safari, lakini hapa ukipiga tu export unakuwa umesave hii picha katika mfumo wa JPEG, ambayo nimekwambia ni image ya kawaida. Kwa hiyo naifunga hiyo. Kwa hiyo sasa tumesha save. Nimekwambia unakuja file, kwa mara ya kwanza una save, lakini kwa mara ya pili una save as, and then unaweza ukachagua aina. Utakuta kuna aina PDF na nini, hizo unachagua format. Nafikiri hapa tumeshaona kwenye save as wanapofanya kazi. Basi ikiwa ndo hivyo, nitaomba tuunganishe hii session iwe ndefu kidogo, lakini tuweze kuondoka tumejifunza vitu mbalimbali. Kitu ambacho nataka nianze kukufundisha ni hizi shapes, ili tukirudi baadaye tuweze ku get around na hizi shapes. Kuna hizi shapes ambazo ukihold
hii toolbar nataka uelewe jinsi inavyo behave kabla sija kufundisha shapes. Kwanza hapa juu kwenye toolbar hii ukiclick na tool yoyote ambayo unaona chini yake kuna kaalama kama ka rectangle chini yake upande wa kulia, manake inamaanisha kwamba hapo chini yake kuna tool nyingine. Unanielewa? Yaani kwamba nyuma yake kuna tool nyingine. Hiyo ndo tafsiri kubwa kabisa ambayo inajitokeza. Ukiona tu kwamba chini yake kuna nini, kwa hiyo una click, ukiclick na kuhold, unaona kabisa inajitokeza tool ambayo inapatikana chini yake. So the same goes to hizi hapa chini. Hizi rectangle, hii rectangle ndio ipo juu, lakini unaona chini hapa kuna kanukta kama ka rectangle, ka triangle kana kuonyesha kwamba kuna tools zingine. Kwa ukiclick na kuhold kwa sekunde tu kadhaa, unaona tools zingine zinaonekana. Kwa hiyo isije kukupa wasiwasi. Sometimes unaweza kuwa unatafuta rectangle kumbe ipo juu, ambayo ipo juu ni ellipse ya duara. Kwa hiyo ukao ukijua kabisa rectangle imefichika nyuma ya hii duara. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya ni kuja una click hapo afu na hold kwa sekunde kadhaa, tools zingine zinajitokeza, unachagua tool ipi unataka kudili nayo muda huu. So ni namna hiyo, lakini kingine ambacho nataka ukijue ni kwamba hii inaitwa move tool, na mara nyingi katika Photoshop ili uweze kumove document yoyote, kazi yake inatakiwa ifanywe, hiyo kazi inatakiwa ifanywe na move tool. There's no way unaweza ukahamisha kitu kwa kutumia tool nyingine ndani ya Adobe Photoshop. Kwa mfano, nikichora hii rectangle, nikibonyeza kwenye rectangle hapa, maana yake nitaanza kuchora kwa kutumia rectangle. Kwa hiyo nikichora hii rectangle, nikasema niipe rangi. Kuipa rangi ni hapa juu kwenye fill. Tutakuja kufafanulia baadaye matumizi mazuri ya rangi na kila kitu. Kwa hiyo kwenye fill ukibonyeza hapo, ukasema ngoja nichague rangi, bonyeza hapa ili nipate rangi nyingi. Imekuja color picker, imekuja mbali, lakini ndio hii. Nikasema ngoja niipe rangi ya namna hii, naweza nikapiga okay. Yes. Sasa hii move tool, yani hakuna tool nyingine ambayo naweza nikaitumia kuhamisha hii kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unaona? Hakuna. Yani hata nijaribu tool gani siwezi. Kwa cha kufanya tool ambayo inaweza kuwezesha kuhamisha ni hii. Ukibonyeza kwenye hii move tool, unaweza ukaja ukakamata hii element yako ukaimove kutoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine. Na relocate ndani ya document. Hiyo ni move tool. Kwa hiyo ieleweke hivyo. Kwa hiyo unaweza pia ukaja ukaclick na kuhold, ukachukua na hii ellipse tool, hii inachora katika mfumo wa duara, ukaja ukachorea hapa na yenyewe ukaja hapa. Kubadilisha rangi ni hapa juu baada ya kuchora. Bonyeza hapo, ukasema hii nataka niifanye iwe rangi hii. Kwa hiyo ukitoka nje unakuta iko hapa. So ukitaka kuireposition, hakikisha unarudi kwenye hii move tool. Kumbuka tool ambayo iko active inakuwa imetiwa kimvuli. Kwa hiyo hapa hata bila kuangalia, yani bila hata kuhangaika, ukiangalia kwenye toolbar yako pale, unaweza ukajua kabisa ni tool ipi ambayo iko active sasa hivi, kwa sababu itakuwa imekolea zaidi, imetiwa kimvuli. Kwa hivyo maana yake ni kwamba hapa kama nataka kuhamisha hii, nitajichanganya sana nikisema ngoja nihamishe. Unaona, nikitaka kuhamisha nachora ellipse nyingine. Kwa njia moja tu nzuri ambayo naweza nikaitumia ni kuja kwenye move tool, select hii move tool, alafu then naweza nikaplay around na kuhamisha element yangu ambayo nataka kuhamisha. So I guess mpaka hapo matumizi ya move tool kwa kifupi kabisa, na matumizi ya tools kadhaa hapa, jinsi ya kufichua tool ambayo imejificha nyuma ya nyingine, tumeshapata kujua hicho kitu. Kwa hiyo
all the best. Nafikiri zoezi lililopo hapo, unaweza ukajaribu kuchora ellipse na ukajaribu kuchora, unaweza ukajaribu kuchora kwanza rectangle alafu jaribu tena kuchora ellipse, alafu jaribu kuposition hiyo ellipse katikati ya hiyo rectangle ambayo utakuwa umeichora, and then ona kama unaweza kwa kutumia move tool. Hilo ndo zoezi ambalo nakupa. Ukifanikisha niambie, ukikwama niambie changamoto ambayo unapitia ili tuweze kuisolve pamoja. Karibu tena kwenye sehemu ya 6 inayofuata. Naitwa Deo Kashaija kutoka Dive Talents. Programu yangu au malengo yangu makubwa ni kuhakikisha mpaka mwisho wa kozi hii unakuwa professional graphic designer. Karibu.